moja ya changamoto yangu ya nilivyokuwa chuo ambayo ilini affect sana, ukiachana hata usanii, nilipakaziwa mtoto. Yani hello, habari FMW channel tena, hapa ni siku nyingine tena. Leo niko na rafiki yangu hapa anaitwa Jawabu Mgaya, kwa jina jingine tumezoea kumuita Lombizo. Afu Jawabu, hivi Lombizo limetokea wapi? Hebu nielezee kwanza. Lombizo si nikwambiaje, lakini ni jina ambalo lina kisa chake. Unajua mimi nimekulia Mbeya. Mbeya ni kama nyumbani, nimekulia kule, nimesoma kule, most of time niko kule. Kwa hiyo Lombizo limekuja baada, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Sam. Ilikuwa diploma ile. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini mtu akiita Babylon Lombizi yani ni watu fulani ambao wana ties wajanja, hii miondoko ile. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaishi sana kwenye wengo. Tukitembea tu mtu anajua utafikiri tuna hela vile. Kwa hiyo nilipokuwa natembea like ile mwendo nini tuna shine. Kwa ulikuwa na miendo yako fulani. Kwa rafiki yangu huyo Sam ananiambia Lombizo, lakini imetokana na Babylon Lombizi. Babylon Lombizi ni washikaji fulani wa Nyamwezi. Hivyo yani ukitembea lazima utofauti na mwingine. Kwa likawa liko kichwani, lakini sikulitilia manani. Lakini namshukuru Mungu, nilivyoingia chuo kikuu nadhani ndio lilizaliwa kule. Kwa hiyo miondoko mpaka sasa hivi bado uko nayo? Sisi nisikudangaje. Naweza nikasema sasa hivi imepungua. Unajua kuna age ya kufanya hivyo vitu. Kuna umri ambao nilitia ujana na washikaji na hisi kwa hivyo, lakini sasa hivi majukumu ushakuwa, una mtoto, kuna vitu vinapungua. Sasa mimi nikafikiri Lombizo imetokea kwenye mambo yako ya muziki. Maana nakuonaga kama unapenda sana muziki. Nampendaga yule mwanamuziki mmoja nani, Diamond Platinum. Hivi ilikuwaje mpaka ukampenda kiasi? Yani ukizungumzia issue ya Diamond, yani unawaka, yani unakuwa kama vile mtu amekuchochea. Yani sijui nikwambiaje. Yani ukiongelea kuhusu Diamond na hisi unakomegusa, yani utakomegusa damu, kwa sababu yani unaongelea mtu ambaye nimeishi naye kipindi changu chote, yani nimekuwa ninajitambua. Yani umeishi naye kwamba ulikuwa unaishi naye, umeishi naye katika mazingira. Yani namaanisha ni mtu ambaye amekuwa na inspire, ni zaidi ya kuninspire. Yani life yake la movement yake kwenye muziki, sio tu kwenye kuimba, even personal life. Kwa hiyo nimekuwa nimelivaa. Kwa hiyo mwisho wa siku toka naanza nyimbo yake ile kamwambie, yani zile track zote zile, yani ni mtu ambaye nilikuwa naye, na nimekuwa ni mtu ambaye sometimes tunalumbana na hoja mtaani kwa ajili yake. Kwa hiyo mwisho wa siku nikawa yani siachi kumtetea pale, yani kwa muda, yani kwa namna yote pale ikitokea issue yote na msema. Ukiulizwa mwanamuziki ambao unampenda Tanzania, wewe mwanamuziki wa kwanza kabisa utamtaja Diamond Platinum? Imeisha, yani siwezi kumtaja mtu mwingine kwa sababu ongea sana, tamani yeye mwenyewe kwa alipo ajue kama jinsi gani unampenda, maana mimi nakuelewa vizuri sana. Nashukuru sana. Mimi nadhani turudi kwenye mada yetu. Nashukuru. Wewe mimi ninachokujua Jawabu, tayari ushamaliza chuo siku nyingi, sasa hivi uko kitaa unapambana na maisha. Hebu niambie, mara ya kwanza wakati mtu anakuambia, yaani umeambiwa kwamba unataka ujiunge na chuo, ulijisikiaje? Na baada ya kuingia chuoni uli maisha gani? Unachofahamu kwamba wewe ni mhasibu. Je, ulikuwa uliwaza mwanzoni kabla hata ukiwa advance kama unataka kuwa mhasibu, au ulitokea tu kama nikasema mimi nataka niwe mhasibu ghafla? Je, ule mhasibu mpaka leo bado una practice? Nashukuru. Labda nianze uliponiuliza kuwa yani mwanzo niliwezaje kufikiria kuwa nataka niwe mhasibu na chuo. Mimi nadhani kwa kipindi kile mimi nimetokea diploma. Kwa kipindi kile ulisomea nini? Diploma by then nimesomea hiyo wasibu. Nadhani hiyo ndio iliyosaidia pia. Kwa vile nimetoka nasoma accounts, ngoja degree pia niombe kitu kinachohusiana. Tukiamini unakuwa tayari una base ambao ukifika chuoni inakuwa kidogo mtelezo. Kama mnavyojua accounts ya diploma na degree the same. Kwa hiyo naweza nikasema kilichonipelekea ni hicho, kwa sababu diploma pia nilisoma. Lakini pili, umeuliza swali kwa ulipochaguliwa sasa unataka uende ukasome advance, ukasome chuo kikuu. Yes. Kaenda chuo. Ulijisikiaje kama unataka uende chuo? Alafu baada ya kufika chuo, ile life la chuo la uhasibu na maisha halisi ya chuoni uliyaonaje yani? Naweza nikakwambia mimi binafsi kuna kipindi nilitaka nijute. Kwa nini nimechukua uhasibu? Kwa sababu mimi nisiwe mwongo, yani mimi ni mmoja ya watu ambao walikuwa na mambo mengi. Yani mambo mengi, napokuambia mambo mengi, yani mimi niko mwaka wa pili.
najua kipaji changu kuwa na kumbe naimba. Imagine katikati ya mwaka niko mwaka wa pili kuna shows na Mungu alivyokuwa sisemi si Mungu au shetani alivyokuwa na nguvu akaniweka sana kwa nika napendwa kwa nikawa napata shows sometimes nika perform, yani movement muda wote watu wanahitaji hilo mbizo njoo huku birthday nini. Kwa muziki ulifanikiwa kweli kusoma vizuri darasani? Ndio maana nadhani ulikuwa unaingia darasani kwa wakati huo. Unajua disco kweli wewe? Si nikwambiaje? Mimi sija disco. Nachoshukuru Mungu mimi ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wako fresh sana kichwani. Yani apart from nilikuwa nafanya hizo movement za muziki. Lakini nikiwa kwenye Kimbwete discussion watu wananitumia pia. Sababu ulipata za kutosha. Hiyo siwezi kukataa. Sababu zilikuwepo. Lakini sio sana. Naweza kusema ni kama almost kama semester mbili hivi. Vitu gani ambavyo vilikufanya ukaona hii ni changamoto kwenye maisha nikiwa chuoni pale, au pia vikwazo pia tunasoma, hiyo kitu ulionaje? Ilikukuta au wewe maisha yako alienda tu? Hayakwenda kabisa, kwa sababu nakumbuka nilivyokuwa niko kama nilivyokuambia nikafika ikabidi sasa nichague ni concentrate kwenye kuimba au niendelee kusoma. Kwa na kozi yetu kama unavyojua ya uhasibu iko very tough. Kwa ukijichanganya tu ukaingiza na kitu kingine lazima uache. Kwa mwisho wa siku mimi nilinipa shida. Huko nahitajika. Yani tafsiri yake nilikuwa na gap ya watu wawili. Kuna watu ambao wanahitaji nisome, marafiki zangu ambao nilikuwa nao yani wale wanaosoma mdote discussion. Afu nilikuwa na timu ya watu ambao wasanii wale ambao most kama unavyojua wasanii wanakuwa mdogo wa sometimes club. Haikuniathiri, naweza nikasema haikuniathiri kwa sababu kama niweza kugraduate nikavaa joo. Yes, yeah. Ninachojua wewe ni baba wa mtoto mmoja. Wewe mtoto ulimpata ukiwa chuoni au ikwaje? Pindi uko chuoni ulipata mtoto? Sikubatika kupata mtoto chuoni. Changamoto za mahusiano chuoni ilikuwaje? Naweza nikasema hapo ukishafika chuo unaamini pia kuwa na girlfriend sio kosa. Kuna basi mimi kipindi cha kwanza tu nimefika mwaka kwanza tukana mahusiano na mdada mmoja hivi. From nowhere ananiambia mimi na ujauzito wake. Kumbe hapo akawa kuna mtu yuko naye ndo ambao. Nikwambia mara ya kwanza uliamini kama yule mtoto wewe ujauzito? Mimi sikuamini. Kuna rafiki yangu mmoja akaniambia wewe usibishe, subiria kizaliwa mtoto. Sasa hiyo ilinipa wakati mgumu sana. Kama unajua bado mtu hajajifungua unasubiria kwa uko hivi na hivi. Alafu mwisho wa siku alipokuja kujifungua akatokea mambo mengi sana ambayo yani baba mtoto yani mwenye mtoto halali sasa akajitokeza. Anakwambia no hata nyinyi nilikuwa nakataa before, lakini akajitokeza kwa ananiambia na mtoto wake. Yule mdada ananiambia mtoto wangu. Pale ikawa imenipa urahisi ni hata kukataa. Gani ambacho kilikufanya mpaka ukao unakataa wakati yeye wewe ndo una mahusiano naye au ulikuwa una wasiwasi naye? No, unajua mwanaume yote yule kwenye issue ya mimba anajua huyu mwanamke mimi ni mhusika wa mimba au sio mhusika kwa asilimia fulani. Sababu mimi siwezi kuwa nimeanza chuo na date pango na uzembe. Kwa sikuwa kwenye hiyo engo kabisa. Kwa ndio maana nilikuwa najikataa 100%, lakini kama labda kuna miujiza. Sasa chuoni unajua umeenda kwa ajili ya kusoma ili kwaje ukaingia kwenye mahusiano? Kama nilivyokuambia yani moja ya vitu ambavyo tunaviamini ukiwa kabla hujaenda chuo, unaamini ukifika chuo ndio sehemu sahihi ya kuanzisha mahusiano. Kwa hiyo sikuona kama ni big deal. Hiyo ni kwa sababu ulisikia ni idea za watu au uliona tu kwamba chuoni tu mwisho wa siku lazima niingie kwenye mahusiano? Kwani ilikuwa kuna ulazima au ni lifestyle tu ambayo umekutana nayo na rafiki zako? Mimi nadhani inachochangia pia ufree. Unajua tunatoka sehemu ambayo tunakuwa tunabanwa, lakini ukishafika chuo kunakuwa kuna free. Afu pili kunakuwa na time kubwa sana ambao yani huwezi shindwa. Kwa hiyo mimi siwaongeleaje ambao wana mahusiano wanakosea, wako sahihi, lakini pia sio nzuri kwa upande mwingine kwa sababu kuna namna inakurudisha nyuma na assignment na kuna pia na msichana. Wewe binafsi unawaambiaje vijana ambao wako chuoni au wale wote ambao wanategemea kwamba naenda chuoni lakini fikra zao kwamba nikifika chuoni lazima nitakuwa na mahusiano, lazima nitafanya kitu fulani, lazima nitaingia kwenye muziki, labda nitapata muda wa kufanya vitu vingine? Unawaambiaje wale vijana wako chuoni? Okay, nashukuru kwa hiyo swali. Ni moja kitu ambacho naweza na washauri vijana ambao wanafikiria kujiunga na chuo. Napenda niwaambie, yani chuo ndio sehemu pekee ambayo unaweza kuonesha talent yako. Lakini make sure hiyo talent yako isi affect kwenye masomo. Sababu chuo ni sehemu ambayo ina masomo hayakupi pressure sana, yani feli kitu kingine. Kwa tafadhali weka time yako nzuri. Wewe unafanya kitu chako ambacho kinaweza
kikao ndo kipaji chako, the same time fuatilia kuhusu yes. Mimi nadhani hiyo ndo sehemu pekee ambayo unaweza kuonesha kitu chako tofauti. Ukiingia mtaani ushapoteza, uwezi tena kuonesha kipaji chako, unakutana na majukumu mengine ambayo obvious lazima ufeli. Kwa chuo fanya kila kitu ambacho unaamini unakiweza, lakini zingatia kisiku affect, si ukashindwa kupata joo. Unahisi kipindi kile ambacho yule girlfriend wako alivyosingizia kwamba ujauzito ni wake, ilikuathiri kwa kiwango gani? Ilikupelekea labda ukapata safu ukiwa shuleni au ilikuathiri kiasi gani? Mimi nadhani iliniathiri kama unavyojua mtu kiambiwa mtoto wako na unaamini mtoto ni kitu kingine, yani kinakubadilisha total. Pili, kuhusu familia, unajua sijui yule mtoto yule dada alinipendea nini, maana ilifikia mpaka familia yangu walijua. Walijua kwamba kijana wetu ana mahusiano. Kwa sababu alifuata. Mimi nakumbuka kipindi kile ilikuwa ni Facebook. Akamcheki ndugu yangu moja hivi kwenye Facebook yangu. Akabatika kumchekea, ilikuwepo dada yangu. Akamwambia huyu Jamie na mtoto naye. Kwa sisi akanipigia simu, wewe unaambiwa yani kuna mambo yanaendelea au yalikatika pale pale. Yani pale alipojifungua tu. Kuangalia mtoto tu. Nasema hapa nimepigwa hapa. Basa, yangu nakushukuru. Naona nimejifunza vingi kutoka kwako na umeweza kuelezea vijana vitu gani ambavyo wanatakiwa wawe navyo wakiwa chuoni. Wasije wakawa na mawazo kufikiria kwamba nikiingia chuoni tu moja kwa moja lazima niwe na mahusiano. Lazima wajipange na kuweza kujua kitu gani cha kuconcentrate cha kwanza na vitu vingine vitafuata. Basi ulikuwa nasi kwenye FMW channel. Endelea kuwa nasi, tutakuwa na episode nyingine. Fuatilie. Asante sana.